Rashidi, ili hizi vitu zifanyike. Tumesafiri juzi, tumekuwa Addis Ababa. Ukiona serikali ya Ethiopia na hiyo ugatuzi sasa, tuseme hiyo Addis Ababa kwenyewe, ukiona jinsi wameamua kuibadilisha jiji, barabara zinapanuliwa, mataa zinawekwa. Mimi naweza kukwambia saa hizi ukitoka hapa, entry ya Nairobi ya kwanza kwa watu ambao wanatoka Western ni Uhuru Highway. Hakuna street light kutoka Uthiru mpaka Westlands kwa expressway. Na huyo ni mtu wa kwanza anaingia Nairobi kwa siku ya kwanza kama sisi watu wakuja. So utashangaa huku sasa nimeingia wapi? Nimeingia giza gani hii? Unajua? Na mtu anaweza uliza naenda akaenda kaona Timu Wanyonyi ndio huyu mbunge wa Westland. Mimi nasema kama entry ya Nairobi. Unanipata? Ni kutoka Uthiru mpaka hapa expressway Westland. Ukipata taa street light, kwa kila street light utapata, kabla ujaingia expressway nakupa shilingi 1,000 kwa kila street light. Najua hautapata chochote, kumaanisha hiyo pesa nitabaki nayo hapa. Na hiyo ndio entry ya wapi? Ya Nairobi. Unanipata? Afadhali Mombasa Road entry na kama mzuri, Thika Road kulitengenezwa na serikali. Saa hizi tunapozungumza estates ndani ni magiza tu iko. Saa hizi hapa town inafungwa. Unajua Nairobi town hufungwa saa 2 usiku. Unajua Nairobi town inafungwa saa 2 usiku na vijana wanaanza kushikwa saa 2 usiku. Kuna Mheshimiwa Tima alikuwa ananiambia kitambo kulikuwa na sheria ilikuwa inaitwa vagabond. Vagabond ni mtu tu ambao unatembea, unaulizwa, ukishikwa hivi wanakuangalia kama uko na pesa. Kama una pesa mjini unaulizwa ulikuja kutafuta nini mjini? Na ulikujaje? Unashika. Nairobi is the only city in this world that is closed at 8 p.m. There's no nightlife. There's nothing happening. The economy of Nairobi dies. People actually leave the town. Na unajua pahali kama Dubai, by saa 9 bado watu wamelala. Dubai watu bado wanalala. Usiku inapozidi kuingia ndio watu wanaamka. Sasa ndio kuna masehemu za sherehe, kuna cultural nights, kuna street food, watu wanajitokeza, kuna hadi barabara zinafunikwa watu kukuja tu kuona na kutembea ndani ya Nairobi. Kuna ukienda Cape Town, kuna barabara inaitwa The Long Street. The Long Street runs the economy of Cape Town peke yake. Enda Nairobi hapa, kama ni giza tu na watu kushikwa na watu kurudi nyumbani na mji kufungwa. Hadi kafanya sehemu nyingi za burudani na kupumzika zimeenda kwenye wanakuishi watu, kwa sababu wanajua Nairobi mjini kishafungwa, afadhali nirudi nyumbani. Na watu wakiwa katika hizo maburudani, watu wamekuja kulala. Ndio kila siku unapata tena wana Nairobi wameanza complain. Kuna kelele wapi? Kwenye estate. We are not even dealing with that. Unanielewa? Let's bring back life in Nairobi. Let Nairobi be uchumi uweze kupatikana wa masaa 24. 24 hours. Na sasa mmoja nitaweza kuwauliza kwa sababu mnayazungumza kana nimlete bwana Timu Wanyonyi, mnayazungumza ni mambo ya muhimu sana. Mmepata nafasi, mmesema mmezungumza na gavana, mkaandika kama alivyosema Baba Wino, mtu akaorodhesha yale mahitaji muhimu na akasema atayafanyia kazi, lakini pia mmepata nafasi ya kukaa na Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu huu mji wa Nairobi unamhusu, manake ndio mji mkuu wa hapa. Je, yale ambayo hayafanikishwi katika vikao dhidi ya gavana mmeyafikisha katika kikao dhidi ya rais? Asante sana Bwana Rashid. Naam. Hayo mambo nazungumzia, unajua central government haiwezi kuchiondoa Nairobi. Nairobi is the capital city. Nairobi House is the headquarter. Even the president's office is Nairobi, the parliament is Nairobi, judiciary is Nairobi, international communities are Nairobi. So the government is directly involved. Kitu ya pili, we give money, tunapatia pesa county government, and there are roles zenye ziko defined na sheria ambayo county government atakana kufanya. Sisi tunauliza wakati wa mwisho wanakuja kuangalia
kazi imefanywa na hizo pesa ulipewa, ni nini umefanya. Kwa sababu natakana upeane hata report card, uonyeshe ya kwamba tulipewa 40 billion, tumechenga barabara 2, tumeweka maji, tumeondoa takataka, tumefanya nini. Hiyo pesa every year we are giving the money but there's no work. Kwa hivyo tunataka kuangalia ya kwamba lazima watu waajibike kwa sababu you know me as an MP, as members of parliament, we don't have executive powers. The governors have executive powers with a very huge budget, and that's why unaona limit ya governor anaweza enda miaka 10 kama ameperform, anaweza mwisho wake ni miaka 10, haiwezi enda saidia hiyo kwa sababu is an executive office and is given resources to do development. Ukiangalia huyu auditor amesema ya kwamba county ya Nairobi development, pesa ya development iko 0. There's no budget for development in Nairobi. Ukiangalia county kama Narok, development yao iko juu sana. Ukiangalia Narok is collecting more money than Nairobi. Why? Because pesa ya Nairobi wamefungua accounts za kuficha pesa. Pesa zinatoka lakini nasikia pesa ya serikali inakusanywa kutoka asubuhi mpaka saa 6. Kutoka saa 6 kuendelea juu ni pesa ya wenye wanafanya hiyo kazi. Gavana na watu wake. Ni madai mazito Tim Wanyonyi. Tunajua. Ni kweli. It is in the public domain. Auditor General alisema mwenyewe. Na walisema hata akauliza hata hii chakula ya watoto tunasungumzia hapa. Who else is eating? Akauliza who else is eating? Yes. Because the budget that is going there, money is higher than what is supposed to be. Kwa hivyo sisi mimi I have nothing against Sakaja. I have nothing against the governor. But what we are saying is that people of Nairobi are crying. Na sisi ndio tumechakuliwa kupeana shida za watu. Na tukizungumzia hivi kama